Wadosi wameketi huko chini, pia nataka niwaone. Let us take our seats. The gentleman here, you can either move to the side, mnaweza kwenda kwa side hapo, lakini mketi chini. Ndio? Aya, tuketi chini. The gentleman here, you can either move to the side, mnaweza kwenda kwa side hapo, lakini mketi chini. Ndio? Aya, tuketi chini. Basi. Namna hiyo. Wale ambao mko mbele hapa mketi chini. Na wale watu wa media, yule ambaye huna kamera, tafadhali tupatie nafasi. Watu wenye wako na kamera peke yao wasimame. Ndio? Bas, Mukuru hoye! New Mukuru hoye! Leo tumefika hapa tena kutengeneza historia ya taifa letu la Kenya. Leo wananchi Mkenya ambao wamekuwa wakiishi sehemu mbalimbali, watu 4,500 wanabadilisha makao siku ya leo. Haya manyumba yote haya mnayaona hapa, tuko na blocks hizi ambazo ziko tayari, ni blocks 23 blocks hizi ziko hapa. Wananchi wanahamia siku ya leo kwa sababu tulikubaliana ya kwamba wale wa Kenya wanaishi mahali hakuna maji, hakuna stima, hakuna mahali ya kwenda choo. Leo wanahamia makao haya because this is a commitment we made and this is a promise we made to the people of Kenya, and we are keeping that promise continuously as we do it this evening. Mukuru, mnanielewa jameni? Mnanielewa? Mimi nataka niwapongeze. Let me say congratulations kwa wale wote ambao umepata nafasi ya kuja kuishi hapa. Mimi nawaambia pongezi, congratulations. Na mimi nataka niwahakikishie kila mmoja wenu, unajua kuna watu hawaamini ati mtu, nimeongea na mama mmoja anaitwa Joyce na bwana yake anaitwa Robert hapa kwa nyumbani yao hapa. Huyo Joyce amenieleza alikuwa anaishi Marigoine. Marigoine alikuwa analipa shilingi 3,500. Nyumba alikuwa anaishi ni ya mabati. Nyumba alikuwa anaishi haina stima. Maji alikuwa ananunua. Mahali ya kwenda choo alikuwa analipia. Maji ya takataka ilikuwa inapita kwake. Lakini leo amehamia hapa, atakuwa analipa shilingi 3,900 kwa nyumba yenye iko na choo, iko na maji, iko na stima, iko na internet, iko na piped gas, na hiyo nyumba itakuja kuwa nyumba yake. Mungu ni wa ajabu, si wa ajabu my friends. Mungu ni wa ajabu, si wa ajabu. Ati mtu alikuwa anaishi Marigoine, sasa ni home owner hapa, anaishi mahali ambapo kuna maji, kuna stima, na sio ya kwamba yeye ni mpangaji. Pale Marigoine alikuwa ni tenant, lakini hapa sasa yeye ni owner, yeye ndio mwenye nyumba. Let me say this, that is how you change a nation. That is what is called transformation. Ninyi mnanielewa my friends? Kuna watu wengine walikuwa wanaota ndoto, walikuwa wanafikiri sisi mzaa tunasema, walikuwa nafikiri ni karata ya padha potea. But today we are demonstrating house by house, Kenyan by Kenyan, estate by estate, county by county, that we are going to change this country in our lifetime. Mnanielewa marafiki zangu? Mnanielewa? Na ndio mimi nasimama hapa mbele yenu leo as a proud leader of Kenya. Na haya
manyumba yote haya ya ghorofa, nimeketi pale nikauliza vijana, hakuna mtu ametoka Ulaya ama China kuja kutujengea hizi manyumba. Hii manyumba na ghorofa hii mnaona, wale plumbers ni vijana wa Kenya, electricians ni vijana wa Kenya, engineers ni vijana wa Kenya, architects ni vijana wa Kenya, wale masons ni vijana wa Kenya, carpenters ni vijana wa Kenya. Tuwapigie makofi vijana wetu jameni. They are transforming our nation. Tunaelewana ama tuelewani? So we are using our own resources. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, hii pesa tumetumia hapa sio pesa tumekopa kutoka nje. Hii pesa tumetumia hapa ni pesa zetu za Wakenya. We are building our nation using our resources, using our talent, using our energy, using our expertise, and transforming our nation. That is what we mean by transformation. And I am very clear in my mind that we are going to change Kenya this way. Mimi nataka mjiulize, Mukuru hoye, hii kazi inaendelea, manyumba haya sio Mukuru peke yake inajengwa. Tunajenga hizi manyumba kila sehemu ya Kenya, kila kaunti ya Kenya. Ukienda kwa kila mji mkubwa Kenya, kutoka Kisumu kwenda Migori, kwenda Siaya, Kakamega, Bungoma, Kisii, kule Eldoret, Nakuru, kila sehemu mpaka Funyula, kwenda Mombasa, kwenda Kitui, kwenda Makueni, kwenda Machakos. Hizi manyumba tunajenga kila sehemu ya Kenya bila ya ubaguzi na bila ya kujali ni nani anaishi wapi. That is how we transform a nation called Kenya. Ninyi mnanielewa marafiki zangu? Sasa mimi nataka tujiulize leo jioni, Wakenya mko? Mimi nataka tujiulize leo jioni, kama tungeanza ujenzi wa manyumba haya miaka 30 iliyopita ama miaka 20 iliyopita ama miaka 10 iliyopita, Kenya ingekuwa imebadilika, haingekuwa imebadilika? Just imagine. I want to ask ourselves as Kenyans, if we started this housing program 10, 20, 30 years ago, this nation would be very, very different. Ninyi mnanielewa, my friends? We would have eradicated all the slums. But I want to tell you, the great people of Kenya, it is never too late to do the right thing. And that is why we have begun. Tumeanza sasa kwa sababu kufanya mambo ya transformation haichelewi. Sisi tumeanza sasa, na mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu ya kwamba tukiendelea vile tunaendelea, Kenya hii kwa miaka 5, 6, 10 hamutaweza kurecognize hii Kenya. Kenya is going to change. Ninyi mnanielewa jameni? Nikiongea na nyinyi saizi